wa wapi? Wa kushoto. Kwa uthamini msalaba wa Kristo unaowakilisha kifo cha kutisha ambacho Mwokozi aliteseka kwa ajili ya wokovu wetu wa milele. Sasa hivi ni uzio ambao kwa huo dunia imetengwa mbali na sisi na sisi mbali na dunia. Inachokufanya dunia itengwe kwako ni msalaba. Msalaba unaweka uzio, unaweka kizuizi kati yako wewe na dunia, pia na kati ya dunia na wewe. Msalaba. Tunasema kwamba tunapokuwa kwenye maombi yoyote, jua bila msalaba kuna mambo yasingetokea. Kwa tusichukulie msalaba kama ni mbao, hapana, uchukulie kwa maana. Neno ulimwenguni hapa linamaanisha kila kitu ambacho kinapingana na Mungu, ufalme wowote ule na haki yake. Ukisoma katika ile Wakorintho wa kwanza mlango wa 12, anasema hatukipokea roho ya dunia. Kwa hiyo unapoamini msalaba, unapoamini Yesu Kristo, huwezi kuwa umepokea roho ya dunia. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2:12. Ile roho ya kupenda dunia inakwisha. Roho ya kupenda starehe inakwisha. Ukisha mpokea Yesu na msalaba ukawepo, huwezi tena kuwa na maslahi na dunia. Pia tusoma katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3:19 anasema hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa ukiwa na msalaba unabatilisha hekima ya dunia, ukielewa maana msalaba. Pia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 sura ya 15 mpaka 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 sura ya 15 mpaka 17 anasema kwamba tunaagizwa kuto kuipenda dunia hii, kwani inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanye mapenzi ya Mungu adumu milele. Wapenda, dunia ina starehe, dunia ina mambo mengi, na ndio maana unasema jina la Yesu. Kama hujaelewa nguvu ile kwenye msalaba, ambao pamoja na msalaba unahusika katika ukombozi wetu, unahusika katika usamehewa kwetu, unaweza usione nguvu ya Mungu. Kama utaelewa msalaba ukajivuna kama Paulo alivyofanya, kuwa na fahari yake, hutasumbuliwa na mambo yote ya duniani, kwa sisi tunasulubiwa pamoja na Kristo. Maana wanasema kwamba inashangaza mtu anasema watu wakakasirika wakaweka ndani. Wakiwa wameweka ndani wakaanza kuimba tu. Walikuwa hawaombi, walikuwa nasifu tu. Nguvu za Mungu zikashuka. Minyororo ikafanya yale mapingu yote ikafunguka. Hawakukimbia. Hasa wale waliokuwa mwafunga na sasa alikuwa anamlinda. Akasema akawapeleka nyumbani. Nifanye nini nipate kuokoka? Kwa hiyo nguvu ya msalaba, mahali ambapo Yesu alikwenda akagomelewa, alafu anasema kwa njia hii, yani kwa njia ya msalaba, alinyang'anya silaha za watawala wa kiroho na mamlaka, alizaibisha hadharani kwa ushindi juu yake kwenye msalaba. Nadhani alipokuwa pale msalabani, wakati wanamzomea, kwa ndio mwana wa Mungu jiokoe, uliopangia jiokoe na wewe, kwa zile kelele wakajua shetani ameshinda. Lakini ilipofika kipindi Yesu aliposema imekwisha, mambo yalimalizika. Na ndio maana wakati tunashindana, naweza kuwa na nguvu za kiroho, lazima uangalie kazi inayofanyika msalabani na uone umuhimu wa msalaba. Nini kilifanyika pale? Ushindi wetu umepatikana msalabani. Ukiwa na muda akasema ile matukio yote ambayo naelezea yale maneno 7 Yesu msalabani, utaona jinsi gani Yesu alivyofanya. Kwa bila msalaba isingefunguliwa. Kwa maneno mengine, kama alinyang'anya silaha za watawala wa kiroho na mamlaka, alizabisha hadharani. Ndio maana alipokuwa pale msalabani, Biblia inasema kwamba wafu walikuwa kutoka wapi? Makaburini. Yaani mauti haikuwa na nguvu tena.
Kwa lazima uelewe kwamba pamoja kama tunamwamini Yesu Kristo, lakini jaribu kusoma ile habari za msalaba. Una uhusiano gani na wokovu wako? Una uhusiano gani na ushindi wako? Una uhusiano gani na maisha ya kiroho? Bwana asifiwe. Ukielewa msalaba, itakuwa ni rahisi kufanya agano la utumishi au huduma ya Mungu, na utakuwa na uhakika kushinda agano la utumishi au huduma iliyofanywa kinyume kwenye ulimwengu wa giza. Wewe kuwa pale, utakuwa na hakika kwamba kama Yesu alichukua hati ya mashtaka ambayo ilikuwa imeandikwa kwa ajili ya kushtaki sisi, kwa ajili ya ile hukumu na udole ukwepo, akaigongomelea msalabani, unamwambia sasa, shetani nakwambia, najua kwamba wewe mamlaka yako yote ilichukuliwa, ya mwili na ya roho, huna mamlaka juu yangu. Lakini huwezi kufanya hivyo kama neno la Mungu liko ndani yako. Utakuwa unasema kwamba Yesu alikunyang'anya silaha za watawala wa kiroho. Kwa una uhakika na huombi kwa kubatisha. Bwana asifiwe. Kwamba pale msalabani, wakati amechukua hati, wakati amegongomelea, Yesu alikunyang'anya wewe silaha za watawala wa kiroho na mamlaka, afu alirudisha hadharani. Kwa shetani huna kitu. Hata kama utakuwa na dalili zinaendelea, sema shetani ulishashindwa. Huna nini? Huna nguvu. Ila kama huelewi mchakato wa msalaba, tumeona shetani ana nguvu. Bwana asifiwe. Warumi 3:23-25. Hapa Paulo tena anaongea kwa habari ya kifo cha Yesu. Yeye amewekwa kwa upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanya. Kwa maneno mengine, kama kuna laana yoyote iliyosababishwa na vizazi vilivyotangulia kabla yetu, hata hiyo laana zimekwisha kushughulikiwa ukiwa ndani ya Yesu. Yaani laana, lakini uelewe wapendwa, sitaki tuchukue tu kwa sababu tunakiri kwa kinywa, hapana. Lakini uelewe mchakato wa kumwamini Yesu. Uelewe Yesu ni nani. Elewa mchakato wake. Kwa hiyo hata kama kuna laana zilizotangulia kufanya na vizazi na vizazi na vizazi, ukiwa ndani ya Yesu haziwezi kuwa na nguvu. Hasa kama unakubali msalaba, unajikana kila siku na kubeba. Yaani maisha yako yamlingane Kristo. Wataweka laana juu yako, haitafanikiwa. Watakunenea mabaya, utaishi. Wataenda kwa waganga, hutakufa, utaishi. Kwa sababu wewe tayari unajua kabisa haya mambo yote yalishawekwa msalabani na Yesu aliyashinda. Soma Wagalatia 3:13-14. Biblia inasema kwamba Kristo alitukomboa katika laana za Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka za Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ndio anasema kwamba tumezoea kuomba tunavunja madhabahu, tunaharibu nguvu za nini? Kuna mchakato jinsi ya kwenda. Kwa hiyo kama sasa Yesu alizichukua zilana wakati amewekwa msalabani, akazigongomelea, haijalishi aliweka viapo vya namna gani, haijalishi sadaka ya namna gani, kwa sababu hakuna sadaka yenye nguvu zaidi ya sadaka ya Yesu Kristo, ambayo inafunika nguvu sadaka zingine zozote. Zilizotolewa mchana, zilizotolewa makaburini, njia panda, damu ya Yesu ikifika lazima ziachie. Hasa hapa ndipo tunapoona umuhimu wa damu ya Yesu. Angalia, damu ya Yesu inakuja kuzungumzwa baada ya Yesu kupata roho. Anasema katika Ibrania 12:24. Ibrania 12:24 yako. Ukienda kwenye ulimwengu wa roho kunakuwa na shida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapendwa, sio lazima mtu atoe ng'ombe. Hata kuku tu. Sio lazima atoe kuku. Hata kila na shilingi 500, unajua kuna waganga wengine, na kumbe kulikuwa na shuhudia hapa, nikwambia kwamba kuna mganga leo kumwambia binti fulani kule Tabata
apeleke shilingi 200 zifike 72,000. Sasa siku ile aliomba 200. Kwa akapeleka na alifanywa jambo lake likafanyika. Sababu alipoipeleka anasema alikwenda kule Bagamoyo akaweka mishumaa wakawasha, akambaza hapo chini. Kwa zilipogusa ulimwengu wa roho katiki, madhara akampata yule mtu. Sasa hapo jiwekea mwenyewe kiapo cha kuamka na kuomba. Sasa sawa na kiapo, ukikivuruga huwezi kuwa na utulivu. Ukihalifu kiapo kilichowekwa unavuruga kwenye ulimwengu wa roho. Tunapokuwa tunafanya ya maombi, kuna watu walioweka viapo kwenye ulimwengu wa nini? Wa giza. Na vimesimama. Sasa unapoingia hapa kwenye maombi, ukaanza kuvitangua, ukaanza kuviharibu, kwenye ulimwengu wa roho kunatokea nini? Ndio maana sio kwanza sema kwamba tuombe ulinzi kwa ajili ya mali zetu, tuombe ulinzi kwa ajili ya watoto wetu, sababu ulimwengu wa roho ukiamka vibaya, majibu yanatokea. Kwa maombi unayofanya yeyote, ya kutaja jina la Yesu, ya kutaja damu ya Yesu, ya kutaja msalaba wa Yesu, huwa yanavuruga kwenye ulimwengu wa roho. Ukiangalia familia nyingi, koo nyingi, na nchi zilizomwaga damu hazifanani na nchi ambazo hazijamwaga damu. Hazifanani na ukoo ambao hujamwaga damu. Hazifanani na familia ambazo hujamwaga damu. Kwani damu huwa inavuruga katika nchi. Ikimwaga katika nchi, wakati huo huo ile damu inaishi katika nchi na inaanza kunena mabaya. Inaanza kunena hukumu mbalimbali. Sadaka inayotolewa, damu inayotolewa, ikipokelewa kwa upande wa giza, huwa haichelewi, lazima inaendelea inaanza kuleta shida kwenye ulimwengu wa roho, alafu ile sadaka kwenye ulimwengu wa roho inanena mabaya, alafu inasimamisha hukumu mbalimbali. Fikiria kwa mfano babako alimpiga mamako, damu ikamwagika. Hiyo nyumba itakuwa na usalama? Walipigana, damu ikamwagika. Au ndugu wawili mliozaliwa baba moja mama moja mkapigana, damu ikamwagika. Hiyo familia haitakuwa na usalama wala haitakuwa na amani. Kwa lazima kitu kifanyike. Sababu tunaona damu kigusa nchi, kuna kitu kinatokea kwenye ulimwengu wa roho ambao unahamasisha hukumu. Damu ya Yesu pekee inafifisha nguvu ya hizo hukumu. Lakini wewe unayeomba uwe mwenyewe unaelewa nguvu ya msalaba, elewa nguvu ya damu ya Yesu Kristo, na wewe umekubali kuishi maisha matakatifu. Wapendwa, kufanikiwa kwetu kumefichwa kwenye damu ya Yesu. Kwa sababu damu ya Yesu pekee ndiyo ambayo inalipa madeni yote, ndiyo ambayo inalipa sadaka zote, damu ya Yesu. Kwa hiyo maisha yetu sisi, kufanikiwa kwetu kumefichwa kwenye damu ya Yesu. Israeli walipata ushindi kutoka nchi ya Misri ambayo ilikuwa na uchawi, ilikuwa na uganga, ilikuwa na miungu ya kutosha, kwa kupaka tu damu ya Yesu, damu ya kondoo ambayo ilikuwa mfano wa damu ya Yesu Kristo, na wakatoka. Hivyo na sisi inabidi tunyunyize damu ya Yesu kila mahali ambapo unajua Mungu au miungu imekabidhiwa. Iwe ni kwenye ardhi ya kwenu, iwe ni mahali ulipopitia, walipogombana na watu, nyunyiza damu ya Yesu Kristo.